Maranatha, Yesu anakuja. Maombi kwetu ni maisha na maisha ni madhabahu ya maombi. Huduma ya Maranatha Camp of Prayer Ministry na huduma ya Maombi TV tunadumu kuwa na furaha, mioyo yetu ikisambazwa tabasamu la kina kwa kuendelea kufuatana nasi, kutufuatilia, kutusikiliza na kuendelea kujifunza ili kufahamu, kuamini na kuinua shauku yako kuelewa ya kuwa maombi si sehemu tu ya kipindi cha kidini, muktadha wa itikadi, liturujia ya falsafa za kiimani, bali hugusa kila chembe ndogo ndogo zigusazo chembe ndogo ndogo za maisha. Hivyo, leo tena, huduma ya Maranatha Camp of Prayer Ministry na huduma ya Maombi TV, tunapenda kukukaribisha katika mfululizo wa mfuatano wa kufahamu na kujua ya kuwa maombi ni maisha na maisha ni madhabahu ya maombi. Leo, tukiingia katika sehemu ya 16, yani episode ya 16, huduma ya Maranatha Camp of Prayer Ministry na huduma ya Maombi TV, tunasema karibu. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako mkubwa usio na mipaka kwetu. Katika siku ya leo Kristo, tunakuinulia sifa, adhama, enzi. Nasi tunainamisha vichwa vyetu katika vina vya imani tukisema, wewe peke yako uliye mkuu kuliko ufalme wowote katika ardhi ya dunia, usultani, mamlaka au kulunzi yoyote ile ya kiukuu katika dunia hii. Katika jina la Yesu, amina. Kitabu cha Mwanzo sura ya 16 aya yake ya 2, maandiko matakatifu husomeka hivi: Sarai akamwambia Abraham, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae, umuingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abraham akaisikiliza sauti ya Sarai. Katika safari ya maombi, katika vina vya kusubiri, uchungu na utungu wa maumivu huambatana na safari hii. Katika siku ya leo, tukiendelea kutazama mafundisho ya maombi yanayopatikana katika sura na kila Biblia ikifunua katika tafsiri zake tofauti tofauti, ieleweke ya kuwa katika safari ya maombi ziko nyakati utungu wa kusubiri huingia. Biblia inapomfundisha baba yetu Ibrahim na mama yetu wa kiimani Sara, kuna wakati waliingiwa na kuchoka kwa utungu wa kusubiri. Ahadi ya Mungu iliyotolewa miaka 9 iliyopita haikuweza kutimia bado. Ni kana kwamba giza limetanda, nyota ndogo ing'aayo katika kiza kinene ikififia pasina wao kutambua. Lakini hili halikuwahi kufanya kuwa ahadi ya Mungu kuwa uongo. Sarai huamua kumshawishi mumewe kufanya mpango tofauti na misingi ya ahadi ya Mungu. Ukweli huu unadhihirika wazi katika uandishi wa kitabu cha Mwanzo sura yake ya 16, na hilo halifunui utimizwaji wa mpango wao walioupanga. Sara anamshauri Ibrahim na Ibrahim anaingia kwa kijakazi wa Ibrahim aitwaye Hajiri. Na Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 16 aya yake ya 16 husomeka, na Ibrahim alikuwa mtu wa miaka 86 hapo Hajiri alipomzalia Abraham Ishmael. Ukweli huu huonesha ya kuwa walishauriana mpango tofauti na ahadi ya Mungu, na hakika mtoto alizaliwa. Maombi ni maisha, na maisha ni madhabahu ya maombi. Kauli kirai ni irudiayo siku kwa siku kila siku mahali hapa ni kuwa, licha ya kuwa sura moja moja kwa yenyewe ndani ya Biblia yaweza isijikite kwa uwazi kuonesha silabi maombi, lakini
mwangwi upigao kama au kana kwamba mwangwi wa Calvary umetoa mikito ya sauti ikisema, maombi ni maisha na maisha ni madhabahu ya maombi kwa kila sura ya Biblia. Huduma ya Maranatha Camp of Prayer Ministry na huduma ya Maombi TV kupitia sura hii ya kitabu cha Mwanzo sura yake ya 16, tunatamani kukutia moyo wewe usubirie katika muktadha wa ombi lako, na wewe uliyekwisha kutafuta mbinu nyingine wakati unasubiria ahadi ya Mungu aliyokwisha kuitoa kwako. Kipengele A, daima kwa kutafuta mpango tofauti au mbadala na ahadi ya Mungu, hauifanyi ahadi ya Mungu ya awali kufa kutokuja kutendeka. Ninaomba nirudie maelezo haya. Katika safari ya kusubiri ziko nyakati tunachoka. Na licha ya kuwa Mungu alitoa ahadi yake awali, kuna nyakati tunaweza tukatafuta njia mbadala ili kukata kiu yetu ya kusubiri. Katika kukata kiu hii, ahadi ya Mungu imedumu kuwa aminifu kila wakati. Haijalishi tutatafuta njia zetu mbadala kiasi gani, lakini ukweli wa Mungu utadumu hapo. Yawezekana ninazungumza na rafiki ambaye Mungu aliwahi kumpatia ahadi iliyo wazi ya kuwa nitakupatia jambo hili. Na sasa unapitia maisha ya kuwa kukeuka kusubiri ahadi aliyokupatia awali. Usichoke rafiki. Piga moyo konde, piga magoti, mwambie Baba, ninaisubiri ahadi yako. Kama Mungu akiahidi, hutimiza ukweli wake hata pale ambapo sisi tutakiuka ahadi hiyo. Ukweli wa Ibrahim kumpata mtoto Ishmael au kuondoa ahadi ya Mungu ya Ibrahim kumpata mtoto kwa Sara. Mungu hakuchukia tu kwa wao kukiuka, lakini ukweli alitunza kile kilichokuja kama mpango mbadala. Hapa uko mwangwi utokao katika mwamba wa kaburi la Yesu mfufuka, unaotamani kukita tena katika akili yako leo kupitia huduma ya Maranatha Camp of Prayer Ministry na huduma ya Maombi TV. Ziko nyakati baada ya sisi kukiuka kusubiri ahadi za Mungu na kuamua kuingia katika mipango mibadala katika biashara zetu iliyo kinyume na ahadi za Mungu, mipango tofauti iliyo kinyume na ahadi za Mungu katika ndoa zetu, mipango iliyo kinyume na ahadi za Mungu katika uongozi wetu, mipango iliyo kinyume na ahadi za Mungu katika uchumi wetu, na kuiona mipango hiyo ikistawi, tumedhani ya kuwa mipango hiyo Mungu ameithibitisha. Natamani niseme kwa kina cha Kiswahili kilicho wazi ya kuwa hakika rahasha, Mungu amedumu kuwa mwaminifu kwa ahadi zake. Huweza kuzitunza, huweza kuzihifadhi, huweza kuzifadhili, kwa kuwa yeye ni Mungu mwenye fadhili, na kisha atarejea kwenye msingi wa ahadi yake. Kwa Mungu kumtunza Ishmael haikumaanisha ya kuwa sitamtumia, bado ninamtaka Isaka. Mungu kwa kuhakikisha ya kuwa mama wa Ishmael, Hajiri, hataondoka nyumbani kwa Ibrahim salama, atakula, atampa maji, atamfanyia taifa katika upande mwingine, haukuondoa ukweli ya kuwa si muhitaji Ishmael na muhitaji Isaka. Rafiki, yawezekana upo katika njia mbadala za kinyume cha ahadi ya Mungu katika biashara yako, katika ndoa isiyo na mpango wa ahadi za Mungu, katika kazi isiyo halali na mpango wa Mungu, na unastawi. Usidhani, usifikiri, usijaribu kujiruhusisha au kujipa ridhaa ya kuwa kuna ridhaa ya Mungu. Kama hapana Mungu,
Mungu ni mwaminifu, lakini huitunza hiyo, uhifadhi hiyo, kwa kuwa yeye ni Mungu mwenye fadhili, akidumu kukufundisha kuisubiri ahadi yake. Mtume Paulo anaandika kulifundisha hili kwa uwazi, akitoa mwangwi kwa usahihi wake katika kitabu cha Warumi sura ya 2 na lile fungu la 4, kwa unukuzi wake ikisema, au waudharau wingi wa wema wake na ustahimilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Mungu wa mbinguni akubariki katika sauti ya leo kufahamu ya kuwa maombi ni maisha na maisha ni madhabahu ya maombi. Dumu katika ahadi za Mungu. Tusimame katika ahadi zake licha ya kwikwi ya maumivu ya kusubiri. Standing on the promise of God.